gĩkeno igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩihũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩ kũmenya atĩ nowe wĩ mũndũĩrĩ. Igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩihũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩ kũmenya atĩ nowe wĩ mũndũĩrĩ. Rĩu ngũthengereire nĩgetha ngũmenye ũrĩa wĩkaga arata aku, ũmahithũragĩria hitho makũmenye, nacio njiarwa ciakwa ciothe nĩ ndathime. Igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩihũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩ kũmenya ũrĩa wĩkaga arata aku. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo, karibuni katika ibada yetu ya asubuhi. Tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry. Tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Hezekiah Dura Waruige. Tuko hapa Nairobi, Kenya, roundabout ya City Stadium, kwa jumba linaitwa Mang House. Nawakaribisha katika hii ibada ya asubuhi, na mjumuike pamoja nami wakati mnaposhare na kulike page yetu ya CTV Kenya. Unapofanya hivyo utakuwa umejishirikisha pamoja na haya madhabahu katika kuhubiri Injili na kile ambacho Mungu anatupa kwa ajili ya kufanya hii kazi. Hata wewe utapokea mgao wako. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Kahura, na tuombe ili tukaweze kufungua ibada ya asubuhi ya leo na maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asubuhi njema, tunakushukuru. Ni asante umekuwa pamoja nasi usiku kucha, tumeona mkono wako Mungu, tumeona ukitupigania Jehova. Ni asante kwa kibali ambacho umetupa asubuhi ya leo, maana Mungu ni ishara kwamba umetupa ruhusa Jehova ya kuishi siku ya leo. Baba, tunasema ni asante kwa sababu ni wengi ambao tulikuwa na wao jana na sasa hatuko pamoja na wao. Sisi hakuna kitu tumekupa Mungu, ila tu imegharimu mkono wako Jehova. Kuiona siku ya leo Jehova na kuwa mmoja wa kuiishi Jehova ni mkono wako. Pokea sifa na utukufu. Ninakuomba Mungu Baba ukaweze kuwa pamoja nasi katika hii ibada, ukatie neno ndani ya kinywa changu Jehova, ili nikaweze kuliachilia Jehova kulingana na mapenzi yako. Ninabariki hili neno katika jina la Yesu Kristo, likawe ni neno la baraka, likawe neno la breakthrough kwa kila mmoja wetu. Hili neno Baba likawe tumaini ya wengi. Asante Mungu Baba, nitumie tu katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, naomba na atakuamini. Amen. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nataka tukaangazie neno kutoka kitabu cha Saburi. Ni Saburi 119 kuanzia mstari wa 33 hadi 38. Bwana asifiwe. Inasema hivi: Teach me, O Lord, the way of your statutes, and I shall keep it to the end. Give me understanding, and I shall keep your laws. Indeed, I shall observe it with my whole heart. Make me walk in the path of your commandment, for the delight in it. Incline my heart to your testimonies, and not to covenants. Turn away my eyes from looking at worthless things,
and revive me in your ways, establish your word, your servant. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo hili neno linatuhimiza tukaweze kuangazia katika mambo ya Mungu, tukaangazie yale matendo ya Mungu. Ni ombi ambalo Daudi alikuwa naomba. Alimwambia Mungu, Baba nisaidie, Baba niwezeshe ili nikaweze kuwa na ule kufahamu na ile kufahamu neno lako, kufahamu sheria zako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo ungana pamoja nami katika hili neno. Hili neno linatuambia asubuhi ya leo tufanye kama vile Daudi alivyofanya. Daudi aliomba Mungu akampe ule ufahamu ili akaelewe na akaweze kumfahamu huyu Mungu. Ni vyema asubuhi ya leo ukafahamu Mungu. Ni vyema ukafahamu vile Mungu anavyotaka kutoka kwako. Bwana asifiwe. Tunajua Mungu kila anachohitaji kwetu ni tuenende katika mienendo yake. Kila anachohitaji kwetu ni tumwamini, tumwabudu na tumsifu. Kwa hivyo ni vyema asubuhi ya leo ukaweza kufahamu Mungu wako, ukaweza kufahamu ni Mungu wa aina gani, ukaweza kufahamu nguvu zake, ukaanze kuelewa huyu Mungu anatakaje katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema asubuhi ya leo ukaifahamu na ukafahamu Mungu wako. Kwa nini huyu Mungu amekupa nafasi nyingine asubuhi ya leo? Maana jana tulikuwa wengi, kuna wengi tumeshinda na wao usiku kucha, lakini wengine hawako hai, wengine wameshaiaga dunia. Wengine wamejipata katika maumivu, magonjwa imewapata usiku, lakini wewe Mungu amekupa tu kibali. Imegharimu tu mkono wa Mungu kukupa siku ya leo na uko mzima. Na uko na tumaini ya kwamba ati atakuwa pamoja nawe siku yote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo omba Mungu akaweze kukupa ile kufahamu, akufahamu, umfahamu zaidi ili ukaweze kuenenda katika njia za Mungu. Unapotamani kumjua na kumfahamu huyu Mungu, Mungu atakupa hiyo neema ili ukaweze kumuelewa, ukaweze kumfahamu. Bwana asifiwe. Tunaona Daudi alikuwa anasema hivyo maana alikuwa anajua mahali Mungu amemtoa. Alikuwa anajua vizuri venye Mungu anampigania. Na ndio maana akakata kauli ya kwamba anataka kuunderstand, anataka kujua na kuelewa matendo ya Mungu. Bwana asifiwe. Na wakati Daudi alikuwa anaomba, aliomba Mungu, nataka nikuelewe, nikufahamu zaidi ili nikaweze kuyaweka zile sheria ambazo ni zako. Bwana asifiwe. Hakuwa na mambo mengi aliyokuwa nataka. Alikuwa tu anataka akajue sheria za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo ufahamu na umjue Mungu ili ukaweze kujua sheria zake, ukaweze kujua vile Mungu anavyotaka ukaishi katika maisha yako. Kwa hivyo tunaona Daudi alipokuwa katika hiyo harakati ya kutaka kumfahamu Mungu, aliomba Mungu ili akaweze kuelewa sheria zake, ili asiwe anatoka ama anafanya mambo kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo omba Mungu ukaweze kuelewa na ujue vile sheria zake zinasema. Tunajua zile commandment ambazo Mungu ametupa, tunasielewa, tunajisijua. Kwa hivyo uombe asubuhi ya leo Mungu akakusaidie, Mungu akakuwezeshe ili ukaweze kufahamu Mungu zaidi na ukaweze kufuata sheria zake. Bwana asifiwe. Na anasema hiyo sheria ambazo ni za Mungu ataziweka ndani ya moyo wake, atakuwa nasichunguza kila wakati. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo hizo sheria za Mwenyezi Mungu ambazo unataka zikakuongoza siku ya leo, ziweke ndani ya roho yako ili uwe unasichunguza. Wakati zitakuwa kwenye rohoni mwako, utakuwa unasichunguza, na unapofanya hivyo utakuwa unaenenda katika mienendo ambayo inamfurahisha Mungu, maana ndani yako umeshafahamu, umeshaelewa ni nini Mungu anachotaka kutoka kwako. Umefahamu sheria za Mungu, na wakati unaposielewa unaziweka ndani ya moyo wako, na wakati unapoziweka ndani ya moyo wako sitakuwa sinakuongoza, utakuwa unasichunguza, sitakuwa sinakupa mwelekeo, sitakuwa sinakuongoza siku yako, siku zako itakuwa inakupa nuru. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema asubuhi ya leo uachane na yale mambo ambayo
umejitwika wewe mwenyewe. Wacha Roho wa Mungu akaweze kukuongoza, wacha Roho wa Mungu akaweze kukuangazia, wacha huyu Roho wa Mungu aenende pamoja nawe. Asubuhi ya leo ambia Mungu, Baba nisaidie, sijielewi wala sijifahamu vyema. Muombe tu akupe hiyo roho yake akailete ndani yako, ili ukaweze kumuelewa, ili ukaweze kumfahamu zaidi, na ili ukaweze kuweka maneno yake ndani ya roho yako. Wakati utakapokuwa unafanya hivyo, utakuwa hayo maneno utakuwa unachunguza mienendo yako, ukiona venye unatembea, venye unafanya mambo, venye unafanya shughuli zako, na ukiwa umeweka hili neno ndani ya roho ya moyo wako, kwa uhakika utakuwa unapata mwelekeo mzuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Daudi anajua ya kwamba katika sheria za Mungu, anaona hizo sheria za Mungu ambazo ni commandment, anaziona ni mwangaza katika maisha yake. Hizo sheria za Mungu zimekuwa nuru. Kwa hivyo wakati tunajua sheria za Mwenyezi Mungu, sitakuwa nuru, sitakuwa taa, sitakuwa zinatumulikia mahali tunapoenda. Chochote utakachokuwa tunafanya, hizi sheria za Mwenyezi Mungu sitakuwa taa, sitakuwa mwongozo wetu. Na wakati zinapokuwa mwongozo wetu, ndio tunakaa kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo hakikisha ya kwamba umeweka neno la Mungu ndani ya moyo wako, na sheria zake, commandments zake umesiweka ndani ya moyo wako, ili ziwe zinakuangazia. Bwana asifiwe. Na kwa hakika anasema ya kwamba kwa hayo anakuwa na furaha na anakuwa na mwangaza, anakuwa na nuru ndani ya moyo wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anasema ya kwamba baada ya kufanya hivyo, anajua atakuwa na shuhuda mingi. Hata sisi tunajua tutakuwa na shuhuda mingi, maana tunakaa chini ya sheria za Mwenyezi Mungu, tunaongozwa na sheria za Mwenyezi Mungu, tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Wakati Roho wa Mungu anapotuongoza na wakati tunaponyenyekea mbele yake Mwenyezi Mungu, kwa uhakika atakuwa pamoja nasi, kwa uhakika tutaenenda katika mapenzi yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuachane na ile hali ya kutamani ambao ni mambo ambayo ni ya zamani, kutamani ya ulimwengu. Tunaona Daudi anasema amsaidie Mungu, aweze kumsaidia asiweze kuwa na kutamani mambo ya dunia. Bwana asifiwe. Anaomba Mungu pia macho yake Baba akaweze kumsaidia, isielekee kwa mambo ya zamani, isielekee kwa mambo ambayo sio takatifu. Anaambia Roho wa Mungu, anaambia Mungu akaweze kuifufua tena, akaweze kumfufua tena katika njia zake. Bwana asifiwe. Anaomba ya kwamba Mungu akaweze kumsaidia, Mungu akaweze kumwezesha. Asubuhi ya leo hata wewe ambia Mungu ainue moyo wako, ainue moyo, ile nafsi yako ya kumpenda Mungu, ya kumtamani, na katika ile hali ya kupenda sana kutembea na yeye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Roho wa Mungu, unapoita Roho wa Mungu, kwa uhakika atakuja kukuinua tena, atakuinua mara tena. Bwana asifiwe. Wacha tukatamani asubuhi ya leo kuona ukuu wa Bwana. Wacha tukatamani matendo ya Bwana. Wacha tukayatamani ile neno ambayo Mungu analolisema, hiyo neno ambayo Mungu analiachilia asubuhi ya leo. Wacha tukawe na kiu ya hiyo neno. Bwana asifiwe. Maana kupitia hili neno ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wetu, hili neno litafanya tukue na ufufuo mpya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuamini hili neno ambalo Mungu anaiweka ndani yetu. Tunaona 38 anasema establish your word to your servant. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo neno Mungu ataliweka wazi kwako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ujue ya kwamba asubuhi ya leo, kama Mungu amekupa kibali asubuhi ya leo, ujue ya kwamba Mungu anakupenda, Mungu anakujali. Wacha hili neno lake likakae ndani yako, vile Daudi alivyosema, alivyoomba ati neno la Mwenyezi Mungu likakae ndani yake. Hivyo ndivyo tunavyoomba asubuhi ya leo. Neno la Bwana likawe ndani ya mioyo yetu leo. Neno la Bwana likatuangazie siku ya leo. Hili neno la Bwana likaweze kutuongoza, hili neno likaweze kutupigania vita. Bwana asifiwe. Maana hayo ni maneno imetoka kinywani mwa Mungu. Bwana asifiwe. Tunaamini ya kwamba
haya maneno ambayo tumeyasoma asubuhi ya leo ni maneno ambayo imetoka kinywani cha mtumishi wa Mungu, ambao Roho wa Mungu alikuwa ametia, nasi tunashukuru kwa ajili nafasi ingine na mara ingine ambayo Mungu ametupa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu yangu ambayo nao nitazama mahali pote ulipo, ni vyema uombe Mungu asubuhi ya leo akakupe ufahamu, akakupe kuelewa, ili ukajue ni nini, ni kazi gani hiyo Mungu ambayo anataka ukafanye, ni nini hiyo Mungu anataka kujitukuza naye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakikisha kwamba hata ile kazi unayoifanya unaifanya kwa utukufu wa jina la Mwenyezi Mungu. Ambia Mungu akakupe ile kazi itakuwa inamtukuza, amwambia akupe nafasi kwa pahali ambapo Mungu ataonekana, Mungu atajitukuza. Asubuhi ya leo amini pamoja nami katika hili neno ya kwamba Mungu vile tulivyomuomba asubuhi, usaile ulikuwa unatamkia siku yako Jehova najua ya kwamba atakutendea mema, atakupigania. Siku ya leo Mungu ataifanya ikawe siku ya baraka kwako, itakuwa siku ya ushuhuda. Hivyo ndivyo anasema, na hivyo ndio ombi la Daudi. Alikuwa anasema anataka awe anashuhudia matendo ya Bwana, awe anashuhudia ile ushuhuda, atakuwa anatoa ushuhuda vile Mungu anavyomtendea. Nasi wacha siku ya leo tukakae katika ndani ya neno ili tukaweze kushuhudia makuu ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninawahimiza, ni vyema kutembea katika neno, ni vyema kuliamini neno la Mwenyezi Mungu. Kupitia kwa neno la Mwenyezi Mungu tunapata nguvu mpya. Kupitia neno la Mungu tunapata ufufuo mpya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati neno linapozungumzwa ndani ya moyo wako, hakikisha hiyo neno umelitunza. Hakikisha hiyo neno umeweka imani katika hilo neno ambao ni neno la Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Wacha tukaseme kama Daudi ndani ya mioyo yetu, na tuamini ya kwamba Mungu, ondoa mambo ambayo ni ya zamani, ondoa mambo ambayo ilikuwa ya zamani. Nataka mambo mapya, nataka ili nikaweze kushuhudia matendo yako Mungu. Ambia Mungu asubuhi ya leo, Mungu nataka nikashuhudie matendo yako, nikashuhudie upendo wako. Wacha nikawe shahidi ushuhuda, wacha zikawe shuhuda mingi ambazo za kumtukuza Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninaomba katika jina Yesu Kristo ukaweze kupata kibali siku ya leo, unapoenda katika shughuli zako, unapojumuika na wengine katika hali ya kuendeleza taifa. Mungu akaweze kukua pamoja nawe, Mungu akakutie nguvu, Mungu akakupe ile neema ili ukaweze kufanya ile kazi ambayo unaifanya, uifanye kwa upendo, na ili ukaone Mungu akiingilia kati. Utaona Mungu akikupigania, utaona Mungu akikuinua. Bwana asifiwe. Utaona Mungu akikutetea. Mungu akaachilia kibali siku ya leo, mahali unapoenda, mahali popote utakapopitia, Roho wa Bwana akawe pamoja nawe, akatembee pamoja nawe, na utashuhudia matendo ya Mwenyezi Mungu. Na uombe Mungu mahali unaenda akaweke neno lake ndani ya moyo wako, ukaliweke, uwe unalisoma unapofanya kazi ama katika shughuli zako, chochote utakachokuwa unafanya, hilo neno la Mungu unalitoa ndani ya moyo wako, linakuongoza. Bwana asifiwe. Mungu akakutie nguvu siku ya leo, na akakuondolee vikwazo vyote ambavyo Shetani ameziweka. Mungu akakuhurumie. Mungu akaweza kukuondolea magonjwa, uchungu wa mwili na nyama, mifupa ambayo inauma. Mungu akaishughulikie, akakupa ile amani, maana wewe ni mtoto wake. Amekuchagua na amekutenga na amekupa hii nafasi. Kumaanisha kama Mungu amekupa hii nafasi, jua ya kwamba utaishi, jua ya kwamba utafaulu, jua ya kwamba utashinda vita vyote za siku ya leo, maana Roho wa Mungu ako juu yako. Kwa hivyo ni vyema kutembea na kukaa ndani ya neno la Mungu. Jizoeze kuweka neno la Mungu ndani ya moyo wako ili ukaweze kuona ukuu wa Bwana. Weka neno, tafuta nafasi ndani ya moyo wako ambapo utakuwa unaweka neno la Mwenyezi Mungu, maana neno la Mwenyezi Mungu liko na nguvu na liko na uwezo. Neno la Mungu itakuponya, neno la Mungu litakuwa linakuongoza. Kwa hivyo hakikisha kwamba moyo wako uko na nafasi ya neno.
vile hivyo neno ambao umeiweka ndani ya moyo wako, vile utaona hili neno likikupigania, utatoa ushuhuda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu Mungu akawatendee mema, akapee familia zenyu amani, akawape furaha. Kile ambacho hamukupata jana ama hamukupata mwezi uliopita na hamukupata wiki iliyopita, Mungu akawape siku ya leo, akawape hicho kibali. Kile ambacho mlikuwa mnatarajia na hamukukipata, mukaweza kukipata siku ya leo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kaa ndani ya Mungu, tembea katika njia zake na utaona ukuu wake. Bwana asifiwe. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu ambaye tunakuja kumwabudu kila asubuhi na kila saa, ako pamoja nasi. Tunaamini ya kwamba kile ambacho anaachilia kwetu, pia wewe mtazamaji, unapotutazama, unaposhare na kulike page yetu, kuna mgao ambao Mungu atakuwa anakupa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sio bure. Ninajua kuko na wengi sahihi wanapatiana neno la asubuhi, lakini wewe umechagua kuwa pamoja nasi, nami nakuhakikishia kwamba huyu Mungu ambaye amekufanya uwe pamoja nasi na utufuatilie, wacha baraka za Mwenyezi Mungu sikawe juu ya maisha yako. Mungu akakupiganie, Mungu akakutetee, Mungu akakupe kibali ambacho hukuwa nacho, na Roho wa Bwana awe pamoja nawe, akawe nuru, akuangazie popote uendapo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo endelea kulike na kushare page yetu, kwa ajili hiyo ndio sadaka ambayo ndamtolea Mungu asubuhi ya leo. Kwa hivyo endelea katika program zetu, katika ibada zetu za siku ya leo. Tuko na ibada ya lunch hour na pia tuko evening, tuko na Kigoso night. Kwa hivyo jumuika pamoja nasi katika ibada zote za siku ya leo, na natumaini ya kwamba na niko na imani ya kwamba Mungu atakubariki na Mungu atabadilisha maisha yako. Kama uko na shida ya aina yoyote, kuna madhabahu ambayo inakusubua, huelewi ni aina gani, magonjwa ndio hiyo, magonjwa ya ukoo, vitu ambavyo vinatokea katika familia yenu hauelewi, hakikisha ya kwamba umejumuika pamoja nasi kila wakati, kila saa, na ukaweza hata pia kutufikia katika hiyo namba unaiona chini ya runinga yako. Hiyo namba unapotuma SMS hapa, unapopiga, tutakuwa tayari kusomesana na wewe, tutakuwa tayari kukuelekeza, tutakuwa tayari kusimama na wewe. Roho wa Bwana bila atakavyoongoza, hivyo ndivyo utasaidika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema utumainie Mungu na ujue hapa uko mahali panastahili, uko katika kurasa ambayo inastahili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo amini ya kwamba huyu Mungu atakutendea, huyu Mungu atakushughulikia maisha yako, huyu Mungu atakufanya ujifahamu. Bwana asifiwe. Maana huyu Mungu atakufanya ujielewe zaidi, huyu Mungu atafanya utembee katika nuru yake. Bora tu uendelee kujiunganisha na haya madhabahu ya Synagogue Crusader for the Christ Ministry na utaona makuu ya Bwana. Ninaomba Mwenyezi Mungu akaweza kuwabariki, akaweza kuwa pamoja nanyi siku ya leo, ikawe ni siku ya baraka, na Mungu akafaulishe chochote ambacho mtakakuwa mnafanya siku ya leo. Mungu akaweza kuonekana na Mungu akaweza kujidhihirisha siku ya leo ndani ya maisha yenu. Bwana asifiwe. Wacha tukashukuru, ili tukashukuru Mungu kwa ajili ya hili neno, na pia tukaombe Roho wa Mungu akaweza kuwa pamoja nasi mchana wa leo. Bwana asifiwe. Baba, katika jina Yesu Kristo, ninakushukuru asubuhi ya leo. Ninasema asante Baba kwa ajili ya hili neno ambao umelitia kinywani mwangu Jehova. Hili neno natumaini kwamba limekuwa la baraka katika maisha ya wengi. Baba, ninaomba Baba ukaweze kushughulika na mahitaji yao, wale ambao wanaonitazama Jehova Mungu, kwa wabariki ukawainue Jehova. Baba, ninaomba njia zao ambazo zilikuwa na utelezi, njia zao Jehova sikaweze kuwa hazina utelezi tena Jehova. Changamoto wanazozipitia katika maisha yao Mungu, ninaomba Mungu ukaigilie kati. Simamisha maisha yao Jehova, simamisha maisha yao Jehova. Waponye ambao ni wagonjwa Jehova, ambao Baba wengine wamefungwa, ukawafungulisha Jehova. Wale Baba hawana tumaini, ukawe tumaini lao asubuhi ya leo. Baba, ukaweze kuwapa kibali Mungu, mahali wanapoenda kufanya kazi zao Jehova, ukatangulie Mungu. Hata wakati watakuwa natoka pale jioni Mungu, pia ukatangulie Jehova. Wapiganie, hawa ni watoto wako Jehova, wape kibali kipya siku ya leo
Baba, ninaomba Mungu, wacha wakahesabu faida siku ya leo. Wacha siku ya leo Mungu wakaone matendo yako. Wacha ushuhuda ukawe ndani yao siku ya leo. Siku ya leo Jehova, pia uwabariki, na pia Baba, Roho wako akaweze kuwaongoza ili wakaweze kukufahamu zaidi. Ombi letu Jehova asubuhi ya leo ni vile Daudi alivyoomba, anatamani sana na akaomba Mungu ati anataka kukujua zaidi Jehova. Wacha siku ya leo hawa watu Jehova waweze kukujua zaidi, wawe na huo upendo wa kukujua zaidi Jehova, ili Jehova wakatembee katika nuru yako. Wasaidie Baba, wawezeshe Mungu wetu. Wacha matamanio yao Jehova ambayo ni ya haki, ambayo inaambatana mapenzi yako, ukaweze kuyatimiza. Asante Mungu, upokea sifa na utukufu. Baba, wote ambao wanaonitazama na wale wako mahali hapa, wote nawasigira na moto wa Roho Mtakatifu na damu ya Yesu Kristo. Hawa hawataonekana na mwovu Shetani. Hawa Baba hawatadhulumiwa na njia yoyote, maana hao ni watoto wako na umewasigira na moto na damu ya Yesu Kristo. Mungu wetu, endelea kuwatetea. Uwe mtetezi wetu Jehova, uwatetee mahali pote watapoenda Jehova. Chochote watakachosema Mungu, wacha kikatoke ndani Jehova, ndani yao Jehova. Ile neno ambao Baba wameliweka ndani ya moyo wao, wacha hili neno Baba walisungumzie mahali popote watakapoenda. Chochote watakachokuwa wanakifanya Mungu, wacha Roho wako Baba akawe juu yao Jehova. Zidi kutuinua Jehova, zidi kukutumia Jehova, maana sisi ni watoto wako. Umetuchagua miongoni mwa wetu na miongoni mwa watu wengi, na ndio Baba tunashukuru asubuhi ya leo. Endelea kuwa pamoja nasi Jehova, ukaonekane katika ibada ambazo zimesalia za siku ya leo Baba, ukatamaraki Baba, ukapokea sifa na utukufu. Juu ninaamini ya kwamba Mungu tutakusifu mchana wote, tutakuabudu Mungu. Ukapokea hizo sala zote ambao utafanya siku ya leo Jehova, kuabudu kwetu Baba na kukutukuza kwetu Jehova, ukapokee katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumejiachilia mikononi mwako asubuhi ya leo, tukiomba ya kwamba Mungu utuongoze na Mungu usidi kutembea pamoja nasi. Hatuna nguvu Jehova, tushikilie Mungu wetu, tushikilie Baba wetu wa mbinguni. Sisi ni watoto wako, tushike mkono Mungu. Tusipotembea na wewe Jehova tutashindwa. Na ndio Baba tunakuomba asubuhi ya leo utushike mkono, na ili tukaweze kufaulu katika hii safari. Hii safari Baba ikawe safari ya kufanikiwa. Ni asante Mungu wetu. Kumbuka familia ya kila mmoja wetu Jehova. Kumbuka kila mmoja Baba ambaye amewakilisha familia yake hapa Jehova. Wakumbuke wote Mungu. Mkono wako Baba ukaweze kushuka katika familia za kila mmoja wetu Baba, ukaweze kujidhihirisha kwamba wewe ni Mungu, wewe unayeweza, wewe unaye mamlaka, wewe ambao utatupa furaha, wewe ambao utatujalia amani na utatupa usidi. Tubariki pamoja na familia zetu, tuinue Mungu wetu, tusikose Baba wetu wa mbinguni. Tunajua wewe ndiye mwenye kila kitu hapa duniani na huko mbinguni Jehova. Tunaamini ya kwamba Baba kile ambacho ni chetu, kile ambacho ulikuwa umeuba kwa ajili yetu sisi, tunakipokea asubuhi ya leo. Ni asante Mungu, na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba Baba na hata kuamini. Sote tuseme amen. Mungu awe pamoja nanyi, awapiganie siku yenye kuwe siku ya baraka, ikuwe siku ya usidi. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Have a lovely day and a blessed day. Thank you. Indetiwe mwathani watumire ngoro yakwa ni mwihoko, werutire niguo ngwire nditurire na thayu, haria handikitwo ni thirĩ ũkĩandĩka nĩ mũrĩe, haria handikitwo ndĩ wa gũkua ũkiuga ndĩtũrĩre. Githĩ tiwe Ngai, githĩ tiwe Roho